Alright. Yes, baada ya kuangalia kipengele cha kuassign task kwa walimu ambayo tumeona jinsi gani tunaweza kuingiza majina ya walimu ambayo watakuwa na masomo ambayo wanayafundisha. Sasa tunaenda kwenye kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuingiza majina ya wanafunzi ambao matokeo yao sasa ndio yanatakiwa kuingizwa kwenye mfumo. So unaona panel ambayo imeandikwa push name to the server. Kisha click hiyo panel. Kama unavyoona panel yetu inafunguka ambayo inaonyesha vidato ambavyo vinatakiwa kuwa na majina ya wanafunzi. Kwa hiyo kwa mfano na mimi naweza nikafungua kidato cha kwanza ambacho ni form 1. Mfumo ni ule ule kama vile ambavyo unaweza kuassign majina ya walimu, na kwenye wanafunzi pia ipo hivyo hivyo. Tofauti ni kwamba kwenye walimu kulikuwa na majina yao na masomo, lakini kwa wanafunzi kuna majina lakini kuna gender. Kwa hiyo unaweza kutumia Word au Excel file kwa kupaste hapa na majina yakaja automatically hapa chini, lakini vile vile unaweza kutumia manyo kama tulivyokuwa tumeelekezana mwanzoni kwamba Excel unaweza kutype majina jina pamoja na gender, lakini ukienda kwenye kucopy unakuja kupaste hapa, majina yanatokea huku chini. Kwenye manyo una uwezo wa kuandika majina hapa moja kwa moja. Kwa mfano nina wanafunzi wangu wawili ambao naweza kuassign hapa. Mmoja anaitwa Jafari Juma. Gender tunaandika female au male. Kwa hiyo unaweza kuweka F kwa herufi kubwa au M kwa herufi kubwa. Kwa hiyo Jafari ni M ambaye ni male. Tunaweza kumwadi mwanafunzi mwingine ambaye labda ni Paula Andrea. Yes, sorry, tunaweza tukaweka hapo vizuri Paula Andrea ambaye ni female. Na option ni ile ile, unaweza kudelete row moja lakini row ya kwanza hauwezi kudelete. Kwa hiyo unaweza kuadi wanafunzi wengi zaidi kwa jinsi ambavyo wewe unaweza, kwa namba ambayo wewe unayo shuleni kwako au darasani kwako. Kwa hiyo ukisha waadi una uwezo sasa wa kusubmit kama tulivyokuwa tunaweza kusubmit kwenye kuassign task za walimu, na itakuwa ina load hapo kwa muda kidogo, alafu itakuambia kwamba imekuwa successfully submitted. Tusubiri. Yes, kama unavyoona hapo inakwambia sasa data submitted successfully. Kwa hiyo sasa baada ya kuassign majina yako unaweza kurudi na hapo utakuwa tayari umesha assign majina ya walimu pamoja na wanafunzi. Kwa hiyo kuna kipengele kingine ambacho kinakuonyesha task progress. Hichi tutakuja kukielezea kwenye episode yetu inayofuata.